Asha mke wangu. Ina maana unashindwa mimi kunielewa pesa leo acha ndani? Kwa sababu nikwambie kitu kimoja, maisha yangu unayajua. Mimi maisha yangu ni ya chini bado, ndo najitafuta. Sasa unapohitaji mimi nikuachie pesa nyingi ya kula, unafikia mimi pesa nitolee wapi? Au nikaibe? Hivi mwanamume una matatizo? Unaondokaje mimi hujaniachia hela? Wataka nile nini? Hivi 5000 nikuachia naona haikutoshi. Tena usitaki kunitibua. 5000? 5000 niache mimi, 5000 nakula nini? Nakula nini wewe mwenyewe nikikuachia 5000 ile tumbo lako utakula? Niambie wewe unataka ninunue nini na nini? Usinichanganye nimekwambia. Hela haitoshi na utaondoka hapa mpaka niongezee hela. Ina maana 5000 ni ya kula asubuhi. Asa nayo 5000 hela. Nishakwambia. Hela kula haitoshi. Hiyo 5000 hiyo haitoshi. Ulitumwa uoe. Ungejipanga kwanza alafu ndio uje kuoa, sawa? Baba, nakwambia tena, utoe hizo mbalia zako ukaondoka huko. Niongezee hela kula. Usitake mashetani yangu akanipanda mimi hapa. Nishakwambia. Hela kula haitoshi. Au kama unataka nitoke mimi nikatafute. Tusije kulaumiana. Lakini mke wangu sikia nikwambie kitu moja. Tambua kuna wanawake ndio wanachua 3000. Na familia zao zinakuwa vizuri tu na wanakula chakula kwa kuridhika. Hiyo 5000 unashindwa kuchukua hata matembele. Ukatengeneza ugali ukala. Nyingine ubaki ukatengeneza hata ubwabwa jioni tukala. Kwa sababu tulikuwa tuishi katika maisha budget. Maisha sasa hivi ni magumu. Mimi mwanamke unajua Na usije ukanifanya nikatoka huko niwe malaya kwa sababu yako. Natakiwa nile nishibe. Nivae nipendeze. Pia nikasuke. Sawa? Kama ulikuwa hujui kuhudumia baba, ungeniacha nyumbani kwetu. Hukunikuta hivi mimi Upo. Nikwambie Ruth. Nakwambia tena. Ukiniona napendeza, navaa vizuri, na mafuta mazuri ndani ya bei, na nasuka vizuri, usiniulize. Tena usiniulize. Nikwambie. Yaani umenichosha wewe. Hapa nimechoka hata. Yaani labda nikwambie kitu kimoja. Katika maisha yangu yote sijawahi kumpenda mwanamke kama wewe. Jinsi ninavyokupenda. Wewe umenivutia. Unaacha kuniuliza bwana. Nakwambia ukweli. Kwa nini kuongopea? Yaani hata ukopasua leo moyo wangu. Hapa. Wa kwanza ni wewe. Natamani kila siku niwe nakuona. Yaani kila siku tuwe tunaonana. Alafu kingine, kwa nini unapenda kukaa na yule jamaa? Hivi Ruta wewe anakusaidia nini? Katika wanaume ambao ni machizi, katika wanaume ambao hawana akili, ni Ruta. Mimi Ruta usichokijua chaishi naye. Namjua vizuri tu. Kwanza ni mtu ambaye ni muongo, tapeli, alafu ni jitu ambalo halieleweki. Kwa mfano, hapo mnapokaa hapo, nishawahi kumlipia wewe zaidi ya mara 8. Hawezi kukuambia, nakwambia ukweli. Nakwambia kwa sababu wewe ninakupenda. Alafu kingine nishamkopela zangu nyingi tu Ruta. Hataki kunilipa kwa wakati. Ukizungumza, maele, hayo sio maisha. Ninachokuomba, kama kweli unanipenda, jaribu kufocus na mimi. Hebu achana naye. Achana naye. Mwenye sasa hivi hata simtaki. Kwanza nishamchoka vibaya mno. Umemchoka kweli? Nishamchoka mimi. Yaani nishamchoka kitambo, tusema basi tu. Sasa mimi nakushauri. Asha. Thamani ambayo nimekuweka katika moyo wangu, sitaki unidondoshe. Na kuomba bibi wangu, fanya vitimbu vyote kama mtoto wa kike. Yaani mfanyie vitimbu vya maana. Leo kwenye kupika usipike, akitaka usimpe, yaani ili kusudi akasirike, akufukuze, uhamie hapa. Au unasemaje? Ila kukaa hapa mwenzangu, sasa inakuwa jirani. Utakuja kutuua. Bora tu wewe uame, mimi nitakufuata huko huko. Sawa, mimi nina uwezo wa kuhama kwa sababu hilo swala la kuhama lipo ndani ya uwezo wangu. Madam wewe ukishakubali tu, mimi nimekubali kuishi na wewe Maele. Tunaondoka. Umeelewa? Kweli? Niamini. Kwa sababu nimekuweka moyoni mwangu. Yaani wewe Asha. Asha. Basi tu.
Safari za wapi sasa hizi? Ndio nyumbani? Wewe ndio kiboko. Sikilize bibi wangu. Nakwambia kitu ambacho cha ukweli. Ndio sawa. Unishindi mimi. Nina vibaya mimi. Asante. Basi poa baadaye. Natamani tangu wewe tu. Kwa heri. Kwani unaondoka Nimeshaondoka zake kamchanganya tumevurugana. Ananikela tu. Wewe na ule njoo upige huko leo. Nitakuja baadaye bwana. Poa basi. Poa. Kweli. Poa. Tumeshaongea mengi sana, lakini nilichokibakisha kwako ni kimoja. Unategemea utaishi haya maisha kumtegemea yule maskini mkarimu? Hivyo ni hata hivyo, mdogo wangu, wenzako mabinti wote wenye rika kama la kwako wamepanga chumba chao. Ukiingia ndani na kwambia ni mtoto mdogo lakini kakamilisha kila kitu. Ukienda ana kabati nzuri, ana kiti, analala pazuri. Vipi kuhusiana na wewe? Unategemea wewe usipomwacha huyo Ruta wewe kuna maisha yako baadaye yatabadilika wewe? Huyo Ruta na nini? Yeye mwenyewe tukimwona peke yake tu anatia huruma. Unamngania na nini wewe? Ngani aibu? Uchafukwi? Ukelekwi? Unashinda kujiongeza wewe mtoto? Asema nataka nijiongeze kivipi? Au yeye jiongeze kivipi? Ngani aibu? Hebu naomba nisikilize kwa makini sana. Mimi ni dada yako. Tena unisikilize na unisikilize kwa masikio yako haya mawili. Unanielewa? Mimi nataka mdogo wangu utoboe kwenye familia yetu. Sio wewe uonekane uko kinyume nyume. Angalia mimi dada yako, nataka utembee kwenye hatua nilizotembea na wewe mdogo wangu uje umo. Ninachotaka mimi uanze kutengeneza mfumo mzuri wa kutafuta pesa. Je, pesa unazipata wapi? Unaweza kuzipata kwa Ruta. Wala huwezi kuzipata kwa mwanaume yetu anayechukua mwenye rika au mwenye kufanana na muonekano kama wa Ruta. Tafuta mapedeshe, tafuta wakaka wazuri ambao wana pesa. Hata kama mtu kakuzidi umri, lakini unaangalia kitu pesa, badilisha maisha yako. Rika ulilonao wewe ndio muda wako kujitafuta. Na kwa miaka hii 3 mpaka 4. Usipojipanga hapa katikati, mdogo wangu umeisha. Uzee wako na unatonga chakaa na hiyo rangi yako hiyo itakuwa nyeusi kama mbegu za papai. Subiri muone. Dada, lakini mbona uko hivyo? Kwa ndio ulichoniitia tu kuja kuniambia mambo yako ya kijinga. Kwa hiyo ni ujinga naongea, si ndio? Sasa unaongea mambo gani hayo? Kwa hiyo unaweza je kunishauri mimi mambo ya kijinga kama hayo? Sawa, haina shida. Karagabao. Lakini subiri wenzako wajue nini, wakuonyeshe nini maana kutafuta pesa. Wewe sijeuri. Sasa nakwambiaje? Wazia sasa hivi na wewe unachokitaka wewe. Kila ukija hapa nyumbani kwangu, chakula utakachokula nikuuzie. Ukitaka maji hata kwenda tu chooni kuchambia, unataka niwe nakuuzia kwa ndoo. Subiri na nitafanya hivyo. Usijeuri. Hauwezi kudanga wewe. Wanaume waone wenye pesa Sasa subiri uone. Nitakuonyesha adabu. Huwezi kufanya hivyo. So mimi ni mdogo wako. Changani wewe. Utakuwa na rumba. Sasa unaona tunataka nini sasa? Bisi kula dagaa lakini kwa nini unalisha dagaa mtu watu? Maana huwezi kula dagaa. Asina wewe mume wangu wewe. Kila siku unalisha dagaa. Kila siku unalisha dagaa, nimechoka. Mke wangu. Usiwe paniki. Subira ni muhimu sana katika ndoa. Na kipato kitu cha kuzingatia sana katika hizi ndoa. Nakumbuka kabla sijakuoa nilisema utanivumilia. Kwa hali na mali. Leo hii mnaleta dagaa, unashindwa kula dagaa. Mbona unaleta nyama na kuleta maini unafurahia? Kwa hiyo mtu kula dagaa hata siku mbili basi. Sasa nikufungulie mpaka leo na hizo bajeti zako vipi utajenga mwaka gani? Ani ni chakula vizuri mimi eti una bajeti ya sasa hivi na azimu. Nishakwambia mimi sitaki kula dagaa leo. Yaani kila siku unanisha dagaa. Siku moja ndo unanisha nyama. Nishakwambia nimechoka. Kunilisha dagaa wako sitaki. Yaani mpaka kwenye tumbo nasikia kabisa unavoelea. Mimi nishachoka bwana. Wewe kijana nyama ulalamiki. Ushasema hiyo nyama dagaa ni dagaa. Sitaki kunilisha dagaa. Umeniona vipi hivi ndio kunitesa? Unalishaje dagaa? Kwa nini unakutana kwa dagaa? Ashe. Penda sana. Sio sababu. Ila kwangu kusababisha kanyanyasa kiasi hichi. Afunguka na mimi mwanadamu. Na mimi sipendi maskini ambao naishi nao. Kwa sababu anayepanga hizi riziki zote ni Mwenyezi Mungu. Na anayepanga maisha ya mwanadamu Mwenyezi Mungu. Mimi nakuhakikishia.
Nivumilie kwa leo. Napenda tu kuambia kitu kimoja. Na rafiki yangu anaitwa Dax. Ndani mwenzangu amenyoka na wateja wazuri sana. Na nimetoka kumtumia message. Na mteja wake anatoka naye Temboni. Naenda kupangisha nyumba ya wiki mbili. Nikija tu. Wewe unakuja na nyama na maini, frigisi na kuwekea kwenye friji wewe. Kweli. Nakwambia kweli. Amini kuwa nakupenda sana. Na mimi sifurahi unavyosononeka hivi. Ole wako mdanganya. Tena bisho ni danganya mimi nimechoka. Toka huko. Usijali kwa mtaa. Tayari ukindanganya. Sisi Ole wako. Taki. Niambie. Kwambia nimekuja kukwambia asante. Unayoongea ni ya kweli au unanichuza tu? Naongea kweli kutoka kwenye moyo wangu. Asante. Umejua kunikosha. Kweli? Yaani mpenzi wangu mimi ninachokifanya. Nataka wewe muda wote uwe na furaha. Uwe na amani. Nimefurahi kusikia hivyo mpenzi wangu. Yaani pia sitamani nikuache hivi. Natamani muda wote. Yaani kila unapokuona, kila tunapoonana, tunafurahi. Ili lengo na madhumuni usiwe na amani, kwa sababu tuna malengo ya kuishi. Hata ukiondoka sasa hivi, ukifika huko, yaani huyo kama dume unaangaliana tu unahisia naye. Na hakikisha na kuacha ukiwa huna hamu na mtu yoyote. Sasa mimi nitakamilisha mkakati wangu niliopanga kwa sasa hivi. Kwa siku ninapiga mara 4. Nipiga 4 hapo kama nani ipi tena au kama nani? Mara 4 kutoka baba. Hapana, nimechosha vibaya, nimechoka. Lakini pia mpenzi wangu tutaendelea kuishi hivi mpaka yaani kila kukicha hivi tunachoma kama huko tunachiti sana neno kwa ajabu mpaka lini. Mimi maisha tu si hapa. Leo niambega uchana mpaka leo jana. Sawa. Kama na wewe umeridhishwa na hivi, basi nitalifanyia kwa siku nzuri sana. Mimi niamini kwa sababu nakupenda kweli na sina nia mbaya na wewe. Ila tu nataka nikutoe katika mazingira ambayo nayo unajua huyu jamaa wako ni mtu wa ajabu sana. Yaani mtu ambaye haoni thamani yako. Haoni umuhimu wako katika maisha. Ni tatizo. Muda mwingine nasikia mpaka kelele hapa. Hujaniachia hela, yani kama naishi na machizi. Kama naishi na mtu mwenye akili zake timamu. Yaani nimechoka. Ila siku liongea hivyo mpaka leo kimya. Nitalifanyia kazi. Nishakuelewa, nikishakwambia mtu akiwa nikishakwambia akakuelewa na kuelewa. Sasa nivunje ndoa yangu alafu nikimbie usinione. Wewe nazaje mimi kukimbia? Nitakuloga. Wewe najua siwezi nikakufanyia ujinga kwa sababu nimekupenda mwenyewe kwenye nafsi yangu. Unajua hakuna kitu kibaya kama kulazimishwa bana tembea na yule, moyo yule. Hayo sio maisha. Mapenzi ya dhati ni wewe mwenyewe upende. Bwana mimi naona moyo wangu pale ni sehemu salama. Kwa moyo wangu umenidhihirishia kwamba hapa ndio sehemu sahihi. Kwa hiyo sidhani kama moyo wangu umeniongopea. Na sitaki nijutie katika hili. Usiwasi kipenzi changu. Unamjua yule, unamjua nani? Tusende mbaya. Shida sio kupata huyo mwanaume. Shida ni ana mapoto. Yaani ndangu napenda hela wewe. Anafanya kazi yako? Banani. Hapo shikilia. Unanielewa? Unajua hakuna watu wenye pesa kama watu badala. Kila mzigo unaoingia unatumwa, unapokelewa. Mama, ni pesa hapa. Huu ndio muda wako mdogo wangu kubadilisha maisha yako.
naona sasa nuru inaanza kuonekana, tabasamu, mtoto wa kike rangi anazidi kupendeza. Chizi ya pesa. Kila siku tu ruta ukika naye mtu mwenyewe muda wote ananuka jasho, muda wote ananuka kikwapa. Pesa ananuka kikwapa. Kwa maisha gani mdogo wangu kwa uzuri wako ulionao? Yaani hapo nakwambia mdogo wangu, yaani tena hapo umenifurahisha. Yaani hapo sio hata nikwambiaje. Kiukweli hapa ndo na mimi najivunia kwamba nina mdogo wangu ambaye kweli anawaza yale ambayo dada yake mimi nayafikiria juu yake ya kutengeneza maisha. Kula pesa mdogo wangu, tengeneza life. Sio mtoto wa kike unapita hata kwenye pochi una hata shilingi 5,000 hata shilingi 10,000. Unapita hapo mara umemwaga vitu vya watu kwa. Dada unadaiwa shilingi 12,000, unaweza kupiga hiyo 12,000 yako wenyewe mpaka uko mzima wachange 100 mchezo. Sasa sinajua tena mdogo wangu nitambiche na pesa. Maana nijua mimi mwenyewe ni mtu wa kuruka nisije nikadichanganya huko. Hata usiwasi, nitakutambulisha maana wewe mwenyewe nakujua vizuri. Unapita bure. Haya. Sasa fanya vitu vyako kwa akili. Unanielewa? Huyo ni mtu wa kula naye raha, kukuhudumia. Ila chombo chako cha kukesha nacho kipo chumbani. Sasa jiachie, ujisahau kama wewe ni mke wa mtu. Mimi usione hivi muda mwingine mdogo wangu naongea hivi, lakini pia natamani heshima ya ndoa yako iwepo. Usijishanganye wewe. Kwa hiyo dadangu tu usiwasi. Kwanza sema tadidi utadania atakayekuacha bwana lina nini? Ndio msiki utaniacha kwanza. Umeona? Hapa sasa umenifurahisha, naanza kula vyuku humu tu, vyuku. Asubuhi na swaki. Uta mwenyewe sasa hivi kiguna njia. Kwa hiyo kila wakati hapo yenyewe asubuhi katoka kaenda kuomba kitabu. Ndio kaniletea mimi ya kula 5,000. Aibu. Yani sio ndogo, unapata aibu ndugu wako. Utanitia aibu. Ila fanya unionyeshe. Wewe mwenyewe dada yako unanijua pita zangu. Niseme kajichanganya. Nitakuonyesha tu usiwasi. Kwa hiyo tu usiwasi. Ndio kwanza ndio ndani kwangu nikafanya manuva afu naenda.